kukanisa. Utaenda kukanisa na unagonjwa. Ulikatala enda na uko mzima. Ulikatala fanya kazi ya Mungu na ungane na sante. Mungu atakuobligaka. Hakuko papa mwenyewe. Asa alikuwa anatukana wahubiri. Kisha mhubiri mwaka mwambia, "Kisi unanipiga tu lijiwe. Na wewe mbele utumikie Mungu atakutobolaka licho na lijiwe, ndio utamtumikia Mungu." 4 après wakatobora ile baba licho. Anahubiri yake na iko na kalicho. Yeye ndio anapanaka ile temonya. Sasa tusingoe ile wakati. Tuko na prepare malio masimba, benye watasimama wataresiste. Atasimama anajua kama hii ni mbaya. Ifo kuitoikwepa kuitoifanya basi ni mbaya. Kweli ni ukweli, inapita moto lakini nabakia kweli. Ukasema kweli, leo wanaweza kukataa, leo wanaweza kudharau, lakini ile kweli itakupitisha kwa nafasi kweli. Yaume yenyewe umetetea. Suja wote wanakuwaka na nini? Na discipline zao zenye wanafanya. Kama hauna discipline, papa, mama, hata mfwaye, hata mndoa. Uko discipline ya ndoa. Bibi yangu hawezi kuwa tu pale tu. Bibi ya bwana mimi anakuwa pale tu. Na bibi ya bwana. Na mwanake ya mtu. Njoo ule message na mafie. Mama, no, unapaswa kuwa na discipline kama ya foyer. Unapaswa kuwa na discipline ya kazi. Haiko vile chiza. Unapaswa kuwa na discipline yako. Kila promotion, kila generation iko na suja wake na kila suja anakuwa na discipline za tenge yake hapo. Hauwezi kuwa mwimbaji. Wewe ule unakulaka kila kitu. Ndimu, mapera, tuska, kalanga, sio vitu gani? Wewe mwimbaji. Mwimbaji anakuwa na discipline yake, wewe ndio unasemeta kutusu discipline ya tabasi. Nisikia papa yake alikuwa ananiambia sema, "Pastor na wewe kesho utaenda kusport." Nikamwambia nirudie. Kila kitu kiko na discipline ya kwake. Uko muombaji. Mimi kusoma neno la Mungu inakuwa ni mara na wewe mpaka waanze ukaanza kusoma neno la Mungu zero. Hakuna discipline yako bwana. Maombi mzuri ni kuprier selon la parole de Dieu. Sasa kama hausome neno la Mungu utasema sema ile maombi mko mapepo. Na japo wewe njoo kuingia mu discipline ya maombi. Huko sefu ya korale ni wewe njoo manake chonga. Mnayo chonga. Chonga ni hii makalanga yenyewe wanatiaka sio kufanya nini ya kukoleza mboga. Kila dossier yote na kibali unaishua. Wewe watenda Sweden unawajua. Wewe watenda Amerika unawajua. Wewe watenda Canada unawajua. Wewe unakujaga kila soda. Zote. Hauna hata discipline ya kusema hii mwezi mpaka hii mwezi nakunywa mai tu. Au nakunywa mirinda tu. Hakuna ile discipline hapo. Donc kila kitu kinachopresente kwako alovuta. No, hakuna soda mwenye anaendaka kuvita na kupita kwa mafundisho. Mimi najua hata wewe mnaona kama soda wa askari wenyewe wanafuata kuma njoo nini? Rondo. Patui asubuhi na mapema bwana waita mkie tukamate consigne. Tutatembea hivi na hivi. Ukasikia mimi nasema alo na haitiki alo maana ni atu. Bwana wapatie makonsigne. Mesi tuko askari na Yesu na hatuna consigne. Nasikia? Hatuna consigne hata moyo. Na hii consigne tutazipata wapi? Wakati yeye tunaamka 4 du matin. Wewe ule kumagoti unamwambia Mungu hizi siku mbaya. Baba nilinde. Utasikia ka sauti kama hivi kanakuambia tu pole tu kana kuambia mwanangu usiende fasi fulani. Wewe jua wewe lazima njoo. Usiende kule jua. Kama nakupatia sumu unasema sema kama kwa watu balozi. Haukusikia wewe. Na kondoo yenyewe inasikia na kichwa chake kwa kumoto. Tukue na wakati wa kupata consigne.
manabii hii dunia yenyewe, hii manabii hii dunia. Akisikia mama Sephora wanasema ni mwekunda, sio anakulaka ndugu kila siku. Anakuja. Baba sasa wote wanakula mandugu wewe. Ulisikia walikwambia hauna wakati yako ya kashtua, Mungu akufunulie vitu. Ndio maana unaona watu ile partout anafika ku office, anasikia mtu anasema hivi na hivi, anaenda mchungu, anaanza sema mko na huwa watu, mtachonganisha watu sio ya masikio. Hamjue kama watu hakuna mwenye anaweza kutemania mzuri. Ukapenda kupata habari zangu, usiende ziuliza kwa. Ukapenda kupata habari zangu, usiziulize kwa. Shujaa moja Daudi anamwambia hakuna mtu mfamilia ya Sauli nimfanyizie mema juu ya Jonathan. Simba alisemaka nini? Iko lakini siki. Bali mwambia mtu. Ndio mwambia kima lakini. Ndio vile la Kristo sasa. Unataka mwenzako, unataka babati wasema, "Bwana niende uliza pastor." Mtu ataniambia, sinakwambia sina nimero cheza. Hauya kuanzika basi. Hao wapata nao. Tunatumika mbiro mwe. Ana nimero yake tunaanzia hapo. Tunaanzia hapo. Ndio ukipenda information za usiende mbali. Connect tu avec Dieu atakurevele. Kama usikonekte uende umuone. Sote umuone. Watu wanaharibishana tu. Sio kupita makolosi. Unapita makolosi. Mimi nakwambia hakuna njia, hakuna kolose kwa Mungu. Kwa Mungu ni hivi. Ni hivi, hakuna kolose. Ukapita mkolosi utakuwa la kule mimi mpaka tu urudie kwanza mjia njoo ukutana na Musa. Bila huwa mapasteri, bila huwa Wakristo, bila huwa sasa mapagani njoo usiseme sasa. Titi ya problème avec mon vieux c'est quoi? Basi. Basi mbona leo ulivala bila kuanfile? Pantalon kulitoboka ndio maana ukuanfile. Kwani uliza. Hapana kuuliza ule juu kila mtu anakuwaka na parti yake ya udhaifu na parti yake ya nguvu. Sasa ukaona ukaenda consulter mtu juu ile parti yangu atakuonyesha parti ya faiblesse yangu. Hata kuonesha parti ya nguvu zangu. Sasa watu masuja viko naangaika juu ya hivi. Les gens ne veulent plus consulter Dieu. Ils ne veulent pas consulter watu. Ils ne veulent pas consulter. Gloire ya watu ni kuchunguza vitu. Kazi yao ni kuchunguza. Ndio kazi ya binadamu, kuchunguza. Lakini Mungu atulinde. Mungu akulinde. Usijue maisha yangu kulingana na vile alikuambia. Jua maisha yangu, jua umefunuliwa juu yangu. Umefunuliwa juu yangu. Na mtaona kanisa itatembea kwa mstari na itakuwa na nguvu. Petro nani mwenye alimfunuliaka maisha ya Ananias? Nani? Ananias na Safira. Nani alimfunulia? Alikuwa mkutano, akasema wewe unadanganya, haunidanganyi mimi, unadanganya Roho Mtakatifu. Sasa nasiye muache, nasiye ndio Mungu anaacha na wapasteri na wanabii wanasema bongo. Kuko nenda waulize. Mungu akukwambia kitu shule yangu. Niambie nini? Utukufu wa Mungu mbona ni kufucha vitu? Sinaanza kuambia juu ya Masihi. Kwanza nikuone huko hapo tu ka disifre. Ninakwambia tu. Sasa kuambia vitu za nishina mama mebe. Ninakwambia tu ile kitu yenyewe uko na gonjwa ni juu pale jirani yako ndio yule mwana konga moshi ya sana. Ndio maana. Basi sinaanza tu pale. Ni kweli. Basi anakosa kusikia moshi ya jirani. Aisikie utoke hapa tu kisha uone sikia akonge moto basi unasema Yesu nisaidie. Basi atajitabiria. Hawakuna tu impossible kuwadanganya lakini hadiweze kupaba ndugu watoto ya Mungu. Acha tuulize Mungu. Eske Josafati akamwambia Ahabu, "Je, Mwisraeli hakuna Mungu?" Yuko nenda consulter watu.
Les gens basi kwa inaple hawapendi omba, hawapendi sitakasa, hawapendi panga maisha yao, wanapenda babakie saa funza. Unayafunza. Funza inakumalaka saa inaingia mwili ya mtu. Ndio inavimba. Donc unavimba, fano iko pale, aseme iko pale, ndio unavimba sasa. Maisha ukiza iko vile, masuda iko vile. Suja ni mtu mwenye Mungu anaficha. Iko na mponda kule, yeye peke, yeye na Mungu. Iko na mponda. Siku atarudia. Amen. Hapana kujiatashe tu. Tunabakia watu ya chini. Na maisha ya watu ndio ishabakia mwili wa watu. Maisha ya watu Mungu wangu. Vile yako unaweza kukompare na mwingine. Hapana. Wewe ni wewe na yeye ni yeye. Kwenye Mungu kutana na wewe, aliplanifia kama maisha yako na akaipanga. Utaenda hivi. Basi. Ni wewe kugundua tu. Maisha yangu Mungu alipanga hivi. Acha nitembee. Kisa Mungu alipanga. Basi. Ndio baraka yote ile. Nani mnaweza kumakula kwa pesa? Si ni kazi tu kidogo. Huko atemwa hivi, pagani mwa hivi anasema mimi niko na uwezo wa kutia watoto wawili mtumbo yako. Sikia ile kiburi ya mtu. Nani mwanza kutia mtoto mtumbo ya mama? Kama iko Mungu mwenyewe alifanana mwanza mtii. Wewe unashiba kadishi furu unashiba sio mtu gani? Buyuwai. Uko na uwezo gani wewe? Sema Mungu asante kwa sababu umenifunulia hiki kitu au umenificha hiki kitu. Mungu upewe sifa. Daire priere ya Yesu Kristo anasema mapenzi yako yafanyike. Kama watu liko ni generation tu. Na sasa yona hapo tena. Sasa waka hii generation hii Mhubiri kusema uhubiri ifone ku TikTok. Utafute tikiko. Unaongesha video yake 5. Leo ndapomba, leo ndaua. Tikiko tu, ulikamata wake 3 tu. Kisha unakuwa na unasikia hata mjia. Njoo, wewe sujaka. Tinaye. Nani utaambia Mungu wewe? Bitatutesa, tuko na muda. Wakati mmoja mimi napoenda na prepare mabele, unasikia mama ananiambia hautakula. Mimi simsikie. Anarudia tena. Maana yake unanisikia. Nasema okay, njoo nisikie sasa. No, niko mbali. Mimi najua kusema nipate neno yenye itabariki huyu, inabariki huyu, haki ya Mungu hata niende kichaza kubafumu siwezi pata ile neno. Mimi najua source, maana najua mioyo yenu ni Mungu amtakupatia. Amen. Amen. Juu nipate hineno tu hii. Simulazaka hapa ni blood. Hii hineno tu useme tu amen. Itoke mkinywa wangu hapo. Ndakuwa nimeomba. Ndakuwa nimelia. Mie peke. Mama huyu yana analala beko na ngoroma. Mimi nikisha toka hapa unasikia ananiambia akipasta na wewe leo nisema nini? Sasa mimi nasiuliza ule zefo nini nimefanya Mungu wangu tena niambie hivi. Ndio maana unaona sasa wengine kuepuka hii aibu wanasema mimi nataenda Kenya sasa. Niende mshwari ya John. Nifanye tu hivi nye wote. Shetani njoo pla yake. Biblia inasema nini? Aseme atafanya miujiza ya ajabu de maniera kusebiri hata na bajista. Miujiza, pastor akafanya miujiza, usimtape aseme mtu wa Mungu. Juu shetani anafanya kazi. Ona source ile miujiza inatoka wapi? Bila dawezi hata Mkristo mwenyewe anavutiwa na miujiza ni sama vile panzi au mende au panya. Yenye na kufaka juu ya nini kaputre kapata hivi kenye unatia kumfuta. Lakini Mkristo mwenyewe komile anasikia neno hivi
Biblia inasema Elia alikuwa na nguo ya Mungu maficho, radi zinapiga, Mungu hakukuwa mule. Tetemeko zinapiga, Mungu hakukuwa mule. C'est comme ça. Hata imanjaje iruke na tuko naomba. Mie sasa basi Mungu leo. Bon. Sasa nasikia conviction interne. Mtoto wangu mbuzi. Ndiye kwa hapa pamoja. Pale hata sikule nasema merci papa. Amen. Amen. Merci papa. Nzumi na jua. Asante ndio watu waambia ya kwamba hapana yenye Mungu anatenda ndio vinaweza acha tunasema iko Mungu akikwambia mimi naitaka kutembea na wewe ndio inatosha. 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 Hapana kukua Bakristo kwa hivi. Bakristo hivi hata bui Freddy unakunya bui bila kuomba, unashinda ombea bui. Sasa baya hayo. Ni pepo. Jua uombea haushukuru jua ya bui. Batu wenye uko capable, s'il vous plaît. Wenye uko capable kuafronter hapo peke vita wenye wanakutana nao au préalable au tukilitangulia tu tunasema wewe umeshakuwa tu petit. Kwa jina la Yesu ndakuvenkre. Kwa jina la Yesu nenda pita mu security, nenda pita mu amani. Wenye niko nanitafuta hata niona. Mungu akishatuambia kitu tutatembea na security. Amen. Na ile tutaipata katika maficho. Kujua siri katika maficho. Tutoke mu watu. Tutoke. Kama nakwambia toke hapana kutoka kanisa. Kiroho, hapana kuomba tu sio tuko na prayer. Ile ni mtoto. Hapana kuomba tu juu na gonjo. Njoo ile prayer ya mapepo ni mnaifanyaka. Pepo magonjwa toka, ya stoma toka, hiyo ya nini, ya mifishipa toka. Unasijua juu na gonjwa. Hakuna mwenye iko pale kuremercier merci papa je ya santé je me repartir, je ne tomberai pas malade. Même si la maladie arrive, mimi najua uko guérisseur wa hii maladie. Mimi nakushukuru. C'est comme ça. Mingi unaona Kristo wako faible. Wakati ya shida njoo natafuta pastor, njoo nenda ukanisa. Wakati ya shida hata Mungu ni yuma kama. Na anaweza kuendelea. Hata Mungu kwa yuma hawezi kufanya. Hawezi. Nisema Baraka na kuonaka akaona tu kwa hesabia pesa hivi. Basi, sikia. Mtu atakufuata sio aliziona. Na njoo ni Bakristo. Wakati ya shida njoo naenda. Unaona anashikamula kumbe bure. Ni shuma chanja usilala hapo. Ya kesho asubuhi anasema pastor mbona unakawia kutia mapambazuko pastor bambi usije zinaacha anasema Yesu Bwana tusaidie sana. Simba anapreparaka mbele ya Mungu. Watumishi, acha Mungu atusaidie tujue kama tuko masuja, tuko miongoni mwa 7000 penye Mungu ameacha. Ile 7000 iko nafanya kazi. Tusiogope kitu. Mimi ndio hapa tunataka Kuko wenyewe watatukwepa wanauliza, "Mbona kwa mkanisa gani?" Haiko mwale wenyewe iko na ukipa hapana, ameni ndio tunaendelea. No, itika. Pakwambia mama Sephora ule mchungaji wako ndio. Usimame tuombe, mimi naona mama Sephora na nani, usimame tuombe. Mama Sephora ngwa tuombe Mungu ndani. Tuombe Mungu.